Mungu ni mwema, anawapenda wale ambao wanajipenda. Yani kujipenda ni kupenda maisha yako, kupenda mwili wako, kupenda ardhi yako unakoishi, upapende na mwili wako upende. Watu wengi wanajichukia, waliwadanganya ngo toa nafsi yako. Ni wangapi kila siku wanatoa nafsi? Anayetoa nafsi ni nani? Eti toa mwili wako. Anayetoa mwili ni nani? Haiko mtu kila siku anatoa mwili chini ya ardhi. Unajua udanganyifu, ngo toa mwili wako, ngo ndio utakamuona Mungu. Utamwona Mungu ukitoa mwili wako. Nafsi yako itoe, uipatie nani? Unasikia udanganyifu uliokuja kwa mtu ngo atoe uhai wake. Utoe uhai upeleke wapi? Aliyetoa uhai ni nani? Haiko Ibilisi. Agatoa uhai akamdanganya mtu. Salitoa uhai akaasi Mungu, hakutoa uhai. Alipodanganya mtu, yule mtu akazani ya kwamba Ibilisi anamuletea ukweli, kumbe anamuletea kifo. Mpaka sasa hivi mtu anangali anafikiria kwamba Ibilisi ndiye Mungu. Unaona wanakemea, wanafanya nini? Kumbe wanajikemea wenyewe, hawajua wanachokikemea, wanajua wenyewe. Sasa ikiwa unakemea Ibilisi, kama wewe unamkemea Ibilisi, kwa nini wewe unakufa yeye anabaki? Ungemkemea sangekufa. Nionyeshe kaburi ya Ibilisi iko wapi? Ila kaburi yako itaonekana hapo mbele. Kaburi ya Ibilisi iko wapi? Ila wewe kila siku kaburi yako inakuchunga. Ndio maana nawaambia jameni, tujue ukweli. Ukweli ulifichwa. Ndio maana nasemaga ukweli, uongo unatawala muda mrefu, lakini mwisho utafika mwisho. Ndio ile 9 niliwaambia. 666 ni Antikristo aliyeasi. Ndiye Antikristo. Haikuanza leo, ilianza toka wakati Ibilisi alipoasi mbinguni. Ndipo anti uzima alipoanza agatawala mtu mpaka sasa hivi. Alisha muligote nyuma na mbele, mtu hapumui. Mtu anatundikwa msalabani. Msalaba ni nini? Nafikiri ni mti. Anasema eti Yesu alitundikwa. Yesu ni mtu anayetundikwa msalabani mpaka sasa hivi. Anasubiri wapi? Afikishwe, ashushwe. Kila siku muda huu ninaoongea, muda huu mtu kanashuka, anatoka kwenye msalaba. Msalaba ni nani? Eti ni nguvu za Mungu. Sasa Ibilisi naye alikuwa ni mwana wa Mungu, akamwasi Mungu. Sasa unafikiri hii sehemu tuliko ni sehemu gani? Hii sehemu sharti tuibadilishe. Hii sehemu Ibilisi aliyotawalia watu, akawafunga wasijitambue, akili zote akafunga. Sharti tuigeuze. Kugeuza hii heri ni kujigeuza wewe mwenyewe. Utakapojigeuza unageuza na hii, utakapojigeuza na hali zitageuka. Hali zitakuwa rafiki yako, haitakumeza tena. Mama hawezi kumeza mtoto wake, lakini duniani kila siku mama anameza mtoto. Anameza mtoto. Maraya anayemeza watu kila siku. Lakini mtu kishamtambua atakufanya nini? Hawezi akakufanya kitu. Huyu tulishamjua, aliyekuwa kimeza watu tulimtambua. Nini anayemeza watu? Wewe unafikiri kufa ni jambo rahisi? Kufa hakuanzia katika mwili. Kufa kunaanzia ndani. Kunaonekana katika mwili. Mtu akikufa anaanzia ndani. Ndio maana nasema mbingi iliharibika mwanzo, ndani, mbinguni. Mbinguni iliharibika. Ilipoharibika na mwili shetu tufuate. Ndio maana kinachoonyesha kwamba mtu amekufa ni nini? Tunasikia huyu ni mwili wa mtu fulani amekufa. Na mtu akikufa duniani anajulikana kuliko mtu anayefufuliwa. Mtu akikufa hata we kabwera mule mtu mwenye ni maskini wa mwisho anajulikana. Hata matajiri wanaenda wanamshindikiza. Ndivyo ilivyo.